wakurugenzi wa kanisa yetu ya Methodist. Tuko na unabii ulitoka juu yako. Ule unabii unatoka ni juu ufanye huduma ya Mungu. Ufanye injili. Ile injili utatembea kwa kanisa, kwa hospitali, kwa barabara unafanya injili. Na nyumba kwa nyumba ya mtu utapita unafanya injili. Kwa sababu ule unabii ulitoka una maana yake. Maana yake unaonesha nyuma ya ile unabii kutatoka vifo vya ghafla vitatokea. Malali ya nguvu sana itatokea kwa watu. Sasa kupitia ile unabii yako, unabii Mungu alisema, utapita unafanya injili na unaombea watu. Kwa gisi watu bapate gisi ya kupona mwa ile matatizo yenye itakuwa. Mungu anakuchakula, ana shaba yake. Na unaona sie wakurugenzi wa kanisa kama sie hivi unatukuta hapa, tunasimamia kanisa kubwa kama na hili, inabidi ile nguvu yenye Mungu alitupa ndani yetu, Mungu atakuongezea na sisi tutakuongezea kwa gisi ufanye kazi ya Mungu. Si ndio vile Mama Dorcas? Wanaelia. Eske kazi Mungu anakupatia utaiweza? Mungu kama anachagula mtu, Mungu anampatia nguvu za kuweza na za kusimama katika huduma na kazi ambayo anamvutia kutumika. Unajua kazi Mungu anakupatia ni kazi ya nguvu sana. Kuhubiri mbalabala, kuombea watu kwa hospitali, kuhubiri msoko, kuhubiri kwa nyumba. Kwanza nashukuru sababu ni bajeni ba mingi ba mkanisa benye banapendaka baikale hivi na moyo bakurugenzi yetu ya Methodist, lakini habapataki wakati. Nashukuru sana Mungu kwa kunifikisha hapa kwenye Mungu. Mungu wakati anachagula mtu anampa uwezo na mamlaka, anamvika nguvu ili ule mtu asimame na atumike. Ninakumbuka katika Biblia Mungu alichagua kijana moja, Samueli. Alimchagua angali bado mdogo, lakini Mungu aliweka kazi ndani yake, lakini Mungu aliweka uwezo ndani yake. Wakati alisimama kwenda kutumika, alitumika kwa sababu ni Mungu ambaye alimuita kwa kazi. Na mimi nina imani ya kwamba Mungu atanivika nguvu, Mungu atanipa uwezo na mamlaka. Hiyo ni imani yangu. Asante sana. Sawa, pamoja na Mungu taweza. Asante sana mama, tunashukuru. Mtumishi Elia, hii Biblia unapewa ndio kisi unabii ulitoka. Nao hii ni kazi utatumika kwa makini sana. Ndani ya ile Biblia muna nguvu fulani Mungu alitia ndani ya ile Biblia. Inabidi utumike na ujasiri wa kimungu. Na nguvu ya kimungu itakutangulia. Kupitia si wanabii wake wakubwa tunakabidhi ile Biblia. Amen. Naweza kushukuru Mungu. Asante Baba yangu, tunashukuru kumuleta mtumishi wako ndani ya nyumba ya mtumishi mkubwa. Baba, tunamkabidhi agano ulisema. Tunapenda ile kitabu, tunamkabidhi Mungu afanye kazi yako kwa ujasiri. Endelea kumuongezea nguvu mara 7, upako mara 7, uwezo mara 7 ya kufanya kazi yako kupitia jina la Roho Mtakatifu tunaomba na kusema amina. Amen. Asante. Tunashukuru. Asante. Niache kwanza. Maombi nevinanga kurukanza mefutaka ya mimoni saka ya baruka kaye rozambo mapanga rozambo bienoe rozambo makasi nanga na rozambo ndelito inanga efoma makasi Majari
vile kunafanya. Ule tupatisi nguvu tufanye kazi ya Mungu. Enda patika muswela saka na tulitoke tuende na kamukia saka tenda kutumika kazi yake temezai. Mimi naona sa Mungu anakuwa na leo. Awa mutabangi. Mungu anawapika kampiongo. Aka Kaelia. Busiku bwa leo niko natuma kikosi. Batakapie tuwe tu. Batakakuta busubuhi mubalabala. Mukaboka. Tena kana kuya basema nitatumika kazi ya Mungu. Mungu atanipa nini? Niko na mwangalia tu kana kosa kakiura kikaruka mwisani. Kanaruka mwisani. Eko nacheza siye njo vigogo. Tunaikalia Freeman njo siye. Tunadhibiti makanisa. Kaka kapumbafu kasa katawezana na si. Soki asakani bakokata ye masoko na ye. Ushafika? Ndio boss. Sawa. Huko kazi moja nilitaka kumipatia ya kumfuata bwana moya modela pe. Mimi tunaua ile kazi. Huko kazi nataka kumipatia hapa ya kumfuata bwana moya mkartie. Jina yake Daris. Eko na bibi yake jina yake Esther. Mtoto wabo jina yake Christelle. Ule Daris walimtumia makuta kutoka Amerika. Ataitosha cash. Mupini! Boss. Niko na lazima na ile makuta. Kesho usubuhi. Ufate Daris. Kwaki, wewe ndio uliletea ule mtoto. Nikimpata ule mtoto, tutapata ile makuta. Sawa? Sipendi mizamkazi. Sipendi elele. Sawa boss. Umwaka batayamba. Tokosili sabango masoko nyoso. Minjo mama Dorcas. Dorika ni kukanisa. Minjo MP. Wizi bulinyachia Mobutu. Mupini. Chef. Kazi ni kwako. Hapa kuna maneno watao niambia. Huko mtu anachaguliwa kufanya huduma. Na ile huduma ni ya kufanya kwa masoko, kubarabara, kukanisa, na atapita nyumba kwa nyumba kufanya injili. Na ile injili yake itasindikiziwa na maombi. Anachaguliwa kufanya ile kazi. Sasa kini kenye mimi namitia hapa, Ministri wa Sante, kama huyu bwana anafika kwako, usimuziwie kumpatia kibali. Mpatie kibali aendeleshe kazi. Vile vile akifika kwa Ministri wa Waziri, na wewe umpatie kibali afanye kazi. Basi Jera, mimi naona kazi yako wewe inaenda mzuri sana, na uzidishe pale penye uko, kazi yako ipande juu. Ndio vile vyenye nilimitia hapa kwangu nimeambia. Karibu tena. Tuka asante sana kwa wito. Kitu ile mie naweza kuambia ni kwamba usiofu. Ule mtu afike ku biro, atapata ile vitambulisho, tutampatishia porque aende afanye zile kazi. Kinyume na ile, unajua makazi yetu hii iko na mabitu ya mingi sana, surtout que ni maposte politique. Tulipendelea tukuombe na sie kusema kwamba
tuko tunapenda tukuwe na maposte ile ya yulu. Sikie ces derniers temps najua tuko tunaingia mu communication abatu bakubwa, tunaenda Kinshasa, tunarudia, tunabeba makontakte na hapa huku na kule. Alors poste sawa na hii kwangu mimi hainiinteresse tena sana, na ndio maana nitakulomba utupatie na sio nguvu ya mingi sana ili tuweze kubeba maposte ya yulu. Na ile najua kwa kazi yenye unalomba juu ya ule mutu afike tu atapewa ile mabitambulisho na ataendelea kufanya ile kazi bila tatizo, na atafika hata masehemu mahopitali yote ile yenye atapenda atafika bila tatizo, watampokea. Ni kweli mama, na mimi naweza kushukuru kwa sababu najua wasemaga mikono mbili kuoshana. Pasipo mikono mbili kuoshana, mkono mmoja kuosha. Ujue mimi naangalia mabaya kila kitu kupitia wewe, jua ule mtu wako, niko tayari kukusaidia usiku kama vile mchana, kwa sababu anasema mahali panapokuwa nia na njia iko. Nilipendelea katika kazi yako mtu wako akue tout le temps, atanikuta ku bureau ama kunyumba, mpatie nimero wangu wa telefone anite muda wote. Ila mama Sylvie, nilipendelea uweze kunisaidia kwa kazi moja, kama vile unasaidia yako na unisaidie na mimi, kwa sababu mikono mbili ni kuoshana. Sio tu sema mimi nitakusaidia tu wewe basi unisaidia mimi, no, ni lazima unisaidie na mimi. So unajua macheo yetu tuko nayo, makazi tuko nayo ya serikali, mlipo ni kidogo, mshiko hamna, tunakula kwa mdomo kama vile kuku. Lakini nilikuwa nakuomba mama Sylvie, nisaidie na mie nione kutoka mwa hiki kicheo niko mwayo nipande mcheo wa kabambi. Unajua katika mcheo niko natafuta ni mcheo gani? Eri nyene nikatumikie kunini kwa kama premier minister wa nyinyi wa mine. Naweza kwenda kule makote ya Afrika, Lunga, Kisengo, Musebe, kwa sababu kule unapatikana nini? Mulungu imemema. Nile tufanya kusudi kazi ya wewe na mimi ipande tena kuwa mbele zaidi. Kazi iko tena mingi zaidi. Ni pale na wewe utakuwa na pouvoir, nafasi yote utakuwa na laisser aller. Alors ndio sasa na mimi ombi yangu ndio napendelea uweze kunisaidia kwa mama Sylvie. Sawa, mimi nasikia ombi yenu, kila mtu anaomba na msikie. Kule kuna lazima cheo itapanda, na wewe unasema kama kuna lazima tukupatie fasi kule kumaoro, hakuna problem. Kazi ni yetu. Sasa nasie mi mama Sylvie nakuwa na lazima ya watoto bachanga, watoto badogo. Inayua ile itamuinteresse ministre wa sante, kwa sababu yeye yuko naangalia mahopitali yote, inabidi anitafutie watoto bachanga urgence. Niko na lazima sana. Haina shida. Nashukuru sana kuitika wito wangu. Mimi nakubali maombi yenu. Sawa, mtaenda mzuri. Asante sana. Kwa muda tukuache, mtabakia salama. Mtaenda bien. Merci. Sawa, mtaenda bien. Sawa. Bale wanaenda hapa kwa mission yetu. Sasa wewe nilikuita uko mission yetu. Unajua huyu mwenyewe anapewa hii huduma, unajua ni nani? Ni kaka yako. Kakangu? Kaka yako Elia. Ni mwenye Mungu anamchagua afanye hii huduma. Sasa inabidi uwe karibu na Elia. Uwe nafuatilia kila kitu atafanya. Akipika pa kushoto unaona pika pa kulia. Unafuatilia kwa makini sana. Vile vitu watakuwa nafanya kule, kwa inabidi utoke utamia kwa Elia. Wewe ufanye suivi ya vile vitu vyake vyote atakuwa nafanya. Akiwe kazi naanzia hapa kwanza. Inabidi uende kwa Elia, ufuatilie vitu kama kazi inaanza.
Asante sana ndugu yangu, nashukuru kwa kutukaribisha. Unajua Mungu mwenye alituumba ndio anajua maisha ya kila mwanadamu. Mungu ndio anatupiganiaka, Mungu ndio anatuteteaka. Hata batu bainuke kiasi gani, Mungu hata haja kutupigania, hata haja kutushindia vita. Yaani ile ambayo unapasha ujue. Nashukuru sana Pastor. Najua kila mara ukifika hapa unakuwa unanikabulia maneno yenyewe yananipatia nguvu. Maneno yako Pastor yanakuwa yananipatia faraja sana. Nashukuru. Na kitu kingine nitakuomba, wewe unatukumbuka sana kwa maombi. Tusaidie kwa maombi juu hii fasi tuko naikala Pastor. Na mambo mengi. Tusaidie sana kwa maombi. Unajua ndugu yangu Darius, Mungu alishakutuchagula. Alitutosha kwenye alitutosha mbali, akatuleta tumtumikie, akatuita mkazi yake. Na kazi yenye alitupatia ni ya kuombea batu. Jubale bote benye biko banasimama utaka kuangamiza na kubapoteza, shetu baombee juu abalinde, abachunge. Ulinzi na ukingo wa Mungu uendelee kuwa juu yenu. Ndio maana Mungu ametuita. Kwa hiyo sie hatutachoka na kubaombea. Tutaendelea na tutakazana. Tashukuru sana Pastor. Asante. Ya ndio maana mimi nataka kuacha kwanza. Niko nataka kuingia ibada ya Isa ya asubuhi. Kwa hiyo mimi naenda kwanza kuibada. Tamile Pastor. Yeah. Na mama Esther kule ndio anafahamu mambo ya chakula. Umechunga kwa chakula? Unajua hapa ni nyumba hapa. Hapa ni nyumba. Tutapita tena tutakula. Haina shida. Nashukuru, sio karibu tena. Asante sana Pastor. Mungu mwenye uwezo na mamlaka, ninakuita baba yangu, ishe mahali pa kuinuka juu. Ribo shaka. We mwenye unatendaka vikubwa, we mwenye unatendaka maajabu, Mungu unayeitwa na kuitika, ninakualika uonekane ndani ya jengo ili uwezo na mamlaka yako iende kutawala. Ulinzi na ukingo wako mkubwa utawale ndani ya jengo la mtumishi wako. Asante Mungu, ishi mahali pa kuinuka juu, kwa kuwa hutawaachilia bali utawakumbatia kama kuku wakumbatia vifaranga vyake. Tanda hema juu ya nyumba hii ili kila uwezo mbaya, kila mipangilio ya giza isipate nafasi juu ya wana wako, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Ndugu yangu Darius, mbakia vizuri. Nashukuru sana Pastor. Karibu tena. Asante sana. Mama Esther. Tunaanza kubaacha kwanza, tunatangulia kukanisa. Mbona unaenda gapi? Ya, unajua watu waisha kwa kanisa na lazima tufike pale kufanya ibada. Tunabaki na chakula. Oh, chakula ina shida. Unajua hapa ni nyumbani. Tutakuja siku nyingine tutakula tu, ina shida. Sawa. Mtukumbuke tumaombi. Amen. Asante. Asante sana, mbakie mzuri. Haya. Asante. Darius, mbona Pastor anakia hapa asubuhi? Kupona? Mimi ndio nilimwita. Na nilimwita tu sister kutuombea. Majaribu yanapita mimi mwa nyumba. Na please, mwiya veni mambo yasemekana na mingi. Nikamwita na kutuombea. Atuombee. Mimi na watu kwa familia. Ayo utaniambia mimi nitoke afu kuombea wewe peke. Unajua nikikuangalia mzuri naona sasa vile hauko sawa. Niambie kweli. Esther. Kusema kweli, nilimwita Pastor, lakini nimemtia aina bila kwambia. Ilikuwa juzi. Nikapata dili. Wakanitumia $100 bafurnisiri yangu ya Bulaya. Ile $100 wanitumia, waniambia nibauzie oro niitume mercredi. Alors, depuis nianzaka hii kazi, siafanyaka hata transaction hii
moya ya makuta mingi sana ile. Qu'est-ce qui m'est arrivé alors? Nikaona boka. Kwa mtu wa kwanza nikaambia ni nani? Nikamwambia Pastor Elia. Ndio kilifaa kuja hapa. Nilimwita hapa ndio kumwambia kitu. Niliogopa sana makuta iko mingi. Na hivi kesho ndio naenda niretire ile makuta. Niuze oro pour que mbele credit. Itume. Pole. Nawaza labda ni vitu vya ajabu juu ndona unanideplase kwanza mimi. Kitu nikushauri tu kuwa makini. Unajua mwingine kalimisha haribika. Tena sharibika sana. Bezi. Wanakuwa wanataola mfungulishana mamilango. Joy. Na sio kitu atake kuongea kwa watu. Daris. Ngekomba atake kesho sio nenda toma. Wewe makini kwa kutoka. Sawa. Tajikaza. Na tuombe Mungu atusaidie. Ni mzuri kwanza nilisha mwambia Pastor. Atatusaidia kwa maombi na maombi tena. Okay. Bora. Bora. Bibi yangu, unaona hii Biblia yenye iko hapa? Mimi naiona. Hii Biblia ni kazi nilipewa kwa kanisa. Bakurugenzi balikuwa maombi. Na wakati biko maombi, Mungu akasema kukinywa ya nabii moja, akamwambia lazima mtumishi Elia afanye kazi. Na ile kazi ni kazi ya kuomba, kuombea bagonjwa kwa hospitali, kuhubiri kwa masoko na kuombea pia Kongo juu ya shida yenye iko nataka kuingia Mkongo, mavita. Mungu atuepushie bile vyote. Mungu alinichagula mie kutumika. Na ndio neno yenye mama bakurugenzi, mama Sylvie na mama Dorcas balikuwa naniitia kwenda kusikia. Ndio bakanipatia hii Biblia. Hii Biblia hapa ni kazi. Ya kwanza ni kumshukuru Mungu. Na mimi nashangaa sana. Mama Sylvie, ule mama na mama Dorcas. Haujui kama hii ni neema? Ni neema akabambi sana. Ndio maana Sauli ingia nilikuwa niko naangalia hii Biblia na kazi kubwa yenye mimi napewa na kanisa. Alafu na nikaangalia miaka yenye niko nayo. Lakini neno moja Biblia nimeipenda juu inanipatia nguvu. Ni wakati yenye Samueli aliitiwa na Mungu kutumika. Wakati Mungu alikuwa anaita Samueli kwenda kutumika kazi, Samueli alikuwa mdogo. Na ile neno inanipa nguvu, inanipa moyo. Kuona udogo wa Samueli, lakini Mungu akamuita kwenda kutumika. Na lazima tusimame na tushukuru Mungu kwa neema ambayo familia yetu imepata leo. Tusimame tushukuru. Mungu mwenye uwezo na mamlaka, ninalisifu na kulitukuza jina lako kwa neema kubwa ambayo umenitendea, kwa miujiza ambayo umenifanya kwa Celebrity Harugeka. Ninalisifu na kulitukuza jina lako Mungu mshimali kwa kaju. Nina kila sababu ya kukuinua, ninakutukuza. Asante Mungu kwa accepte la fumée de mon sacrifice.